niko katika ile kamati ya mazungumzo nikiwakilisha upande wa Azimio, tukiwa na ndugu Steven Kalonzo Musyoka na wenzetu wengine watatu. Upande ule wa Kenya Kwanza ndugu Kimani Ichung'wah anaongoza, wale wengine wanne, na siku ya Jumatatu tutakuwa tunaanza vikao rasmi. Mazungumzo haya yameidhinishwa na bunge la Kenya ili tuangalie mambo yanayowahusu, mambo ya gharama ya maisha, mambo ya demokrasia yetu, mambo ya IEBC na mambo mengine. Kile ningependa niwaeleze ni kwamba mambo ya nusu mkate sio kati ya yale mambo tunaenda kuzungumzia. Na tunataka tuambie wenzetu wa Kenya Kwanza, tumesikia kila mara wanaenda wakisema watu wa Azimio wanataka ati nusu mkate. Sisi hatuna haja na nusu mkate. Hatuna haja na handshake ama kuingia. Asante. Nafikiri ni stima imepotea kidogo, ama ni watu wa Kenya Kwanza wataki niwaambie nafikiri imerudi sasa. Nasema shetani afanye nini? Sababu tunataka Wakenya waelewe ukweli. Ndugu zetu wanatembea wakisema hawa wanataka nusu mkate. Hapana. Sababu tayari ukiangalia hii serikali ya Kenya Kwanza ni serikali ya nusu mkate. Ukiona vile wamegawa serikali hii, kuanzia kwa CS, baraza la mawaziri, ni shareholders wawili, the main shareholders wanakula nusu, alafu Wakenya wengine ndio wana share ile nusu nyingine. Ukiangalia kwa mambo ya PSS, shareholders wawili ndio wanakula nusu, alafu Wakenya wengine wanagawana ile nusu nyingine. Hata kwa mambo ya CASS ilikuwa nusu kwa shareholders, Wakenya wengine wanakula ile nusu nyingine. Hapa Kisii kwa PSS karibu 51. Hakuna PS hata mmoja alitoka hapa Kisii. Kweli si kweli? Hakuna PS Mkisii alichukuliwa kwa watu 51. Lakini nusu ya wale PSS walienda kwa jamii mbili, main shareholders. So leo nataka tuambie wana Kenya Kwanza, please ambia watu ukweli. Mambo ya nusu mkate is not an Azimio agenda. Sisi tunataka tuzungumzie mambo ya gharama ya maisha. Tunataka mambo ya unga ifanye nini? Ishuke. Tunataka mafuta, wanabodaboda hapa, mafuta ifanye nini? Ishuke. Tunataka sukari ifanye nini? Ishuke. Haya ndio mambo sisi tunaenda kuzungumzia, people centered issues ambazo zitaboresha maisha ya Wakenya. And that is where our focus is. Na ndio sababu tunataka tuambie yule balozi wa Amerika, yeye anatakiwa akue neutral kama balozi. Ambassadors are not supposed to be partisan. They should be non-partisan. But we have seen the US ambassador being very partisan. In fact, she has almost become like a UDA spokesperson. Na hiyo tunasema hatutaki watu wa Amerika waje watuambie hapa vile sisi tutafanya mambo yetu. At a time when we are embracing dialogue, at a time when there are delicate issues touching our nation, we want to discuss them as Kenyans. And one of the issues is the issue of IEBC, the issue of elections and electoral justice in our country. They say beauty is in the eye of the beholder. Elections are also like beauty, they're in the eyes of the beholder. Ambassador Meg thinks the 2022 elections were the freest, the fairest, and the most credible. That is in her eyes, and the eyes of UDA. Lakini kama wana Azimio, we think those elections were not the freest. In fact, they were not free. They were not fair. And they were not credible. They were the most incredible elections we've had in the Republic of Kenya. Because we've never had a split commission. It's like a hung jury. 3 commissioners said Ruto ameshinda. 4 commissioners said no, it is not true. Where we have a commission split, democratically the majority should have their way, the minority their say. In this case, the minority had their way. Isn't that